Yes, basi moja kwa moja bwana, hizi ni ripoti za mtaani, ripoti za kimichezo, mpira wa miguu, tunazungumza football, tunazungumza soka, NBC Premier League. Bwana, ni usiku wa kuamkia kwenye Kariakoo Derby ambayo ni mechi kali kabisa ambayo inawakutanisha vigogo wa mpira wa miguu nchini Tanzania. Tunamzungumzia Simba Sports Club na Young Africans. Ni mechi kubwa, mechi ambayo inaibua hisia tofauti kwa mashabiki, wapenzi, wanachama wa mpira wa miguu. Kwa hiyo mimi kazi yangu na jukumu langu kubwa ni kukusogezea ripoti kutoka kwa wadau, mashabiki, wanachama na wapenzi wa mpira wa miguu. Derby ya Kariakoo ambayo itapigwa hapo kesho siku ya tarehe 8 saa 1:15 jioni. Kwa hiyo hapa nitazungumza na mwana Yanga atupe mtazamo na maoni yake kuelekea kwenye mchezo. Bwana, mambo vipi? Bwana, poa. Kwa vizuri? Fresh. Bwana, usiku wa kumkia kwenye derby, ilikuwa ni mwezi, ilikuwa ni wiki, sasa imebaki ni masaa tu kuelekea kwenye hiyo derby. Niambie, mnajisikiaje kuelekea kwenye hiyo derby ya Kariakoo? Kwa derby ya kesho bana, ni sana tunaenda kumrudisha mwanamke wetu ambaye amepotea kwa miaka mingi. Maana amepotea mara ya 4. Kwa hiyo tunataka kumrudisha kwenye zizi. Kwa hiyo hata hatusumbui. Sisi tunaenda na vitenge tu, wazee tunaongea nao, ni kuchukua pale nguo za mama pale na kuchukua suti ya baba pale, ni kupeleka pale na wazee tunaongea, tunarudisha mwanamke wetu ndani. Kwa hiyo kapotea. Wepesi ulipo kwa sababu tuna kikosi kipana sana. Afu kikosi bora sana kwa sababu Yanga kama Yanga ni timu ambayo kwanza mpaka sasa hivi kuna mchawi kaingia pale Yanga kama ni uchawi yule anatumia kaminuza au lukuga. Yaani ni noma sana. Yule jamaa anaitwa Anga Lilombo yule ni turbo, yani kama kafungiwa injini ya cruiser. Pale kuna boka, kuna mlombo, wote kasi mwanzo mwisho. Kwa kesho hayo majira wasije wakasingizia mara swaumu. Muda huo utakuwa ni muda ambao watakuwa wamemaliza kula. Kila mtu akili yake imetulia, inawaza game. Kwa hiyo kesho ni kumkunja tu. Ni kumkunja kama samaki mbichi na kumweka kapuni na kuondoka naye. Kumkaribia mtu kama alikuwa yeye ndo ameandaa. Yaani tuseme yeye ndo ameandaa pishi, walaji tulikuwa ni sisi. Tumeenda tumempola nyama kwake. Tumekula zote. Yaani ametukaribisha kwenye uwanja wake wa nyumbani, yeye akiwa kama mwenyeji, tumemgonga. Sasa sisi ndo waandaa mikate. Kwa hiyo tutafikiria tuchukue tumpe mikate 2 au 3. Sasa unataja wachezaji ambao wanavizia. Kwa mfano kama huyu Ahwa ni mchezaji anayetegemea mpaka ipatikane penalti acheze au ipatikane faulu achungulie, naye hana mguu kama wa dhahabu kama wa Master Key. Washabiki wenyewe, yani kwa mfano kama mimi, kwanza mimi nimetoa ahadi. Kesho nikifungwa na mtani napiga upara. Na upara wote, yani bonge la dongo. Yani sio dongo la saluni. Yani nitafuta kiwembe hicho cha shilingi 100, napigwa dongo. Yani wewe mwenyewe utakuja kunishuhudia. Napigwa dongo, ukiona niona napigwa maji. Yani haiwezekani. Na kitu kingine, washabiki wa Yanga wenyewe tunakuwa tushazoea. Yani ni sana ushazoea. Kwa mfano una kishamba chako hivi, una kibustani, unakitia mbolea ya kutosha. Unakihudumia, mvua zinakuja kwa wakati, unamwagilia hata kama mvua zikikata. Unaweza ukasema utakosa matokeo. Kwa ni sana washabiki wa Yanga tunaenda tukiwa tunajua kwamba tuna kila kitu ambacho kiko kwenye mpira wa miguu. Kwa kesho kila mtu atakaa kwenye nafasi.